Simulizi inaanza na mwanadada Megan ambaye anamiliki kampuni ya muziki inayoitwa Cascadia. Siku hii alikuwa anazindua mradi mpya wa kusaidia wanamuziki kutumia roboti katika uandishi wa nyimbo zao. Baada ya kumsaini msanii mkubwa ajulikanaye kama Ari Phillips, Megan anasherehekea mafanikio hayo kwa kufungua shampeni na marafiki zake. Hata hivyo, mume wake, John, ambaye ni mpiga piano, hafurahishwi na wazo hilo. Ingawa anamuunga mkono Megan kwa sababu linaweza kuleta pesa nyingi na kubadilisha maisha yao, japo kuwa ana wasiwasi kwamba linaweza haribu tasnia ya muziki kwa ujumla. Akiwa amevunjika moyo, John anaamua kuacha upigaji piano na kuanza kulima bustani nyumbani. Tatizo kubwa zaidi analolilalamikia John ni kwamba Megan anafikiria sana kazi yake kiasi kwamba John anahisi kupuuzwa. Inafikia muda anataka waanzishe familia, lakini Megan yuko busy sana kufikiria kazi kuliko familia. Wakiwa njiani kurudi nyumbani kutoka kwenye sherehe, John anazungumzia suala la kupata mtoto, lakini Megan anapuuza wazo hilo, akisema wasubiri hadi mwaka ujao ili aweze kuwa makini na kazi yake kwanza. Baadaye wakiwa kitandani, Megan anaendelea kufanya kazi hata John anapojaribu kuomba penzi kwa mke wake. Anamwambia kuwa amechoka sana na kupendekeza watafute muda mwingine. John, akiwa amechoshwa na tabia hiyo, anaamua kupotezea. Siku inayofuata, Megan anamtembelea dada yake, Leah Richards, ambaye ni mtaalamu wa kutengeneza roboti. Wakati wa mazungumzo yao, Megan anakiri kuwa ratiba yake ni ngumu, inamfanya asiwe na muda na mume wake, jambo ambalo linamfanya ajisikie mkosaji. Badala ya kuweka kipaumbele muda wa kuwa na John, Megan anakuja na wazo tofauti. Anaamini kuwa tatizo kuu katika ndoa yao ni kutoweza kwake kukidhi mahitaji ya mume wake. Kwa bahati nzuri, Leah alikuwa akitengeneza roboti iliyoundwa mahususi kwa ajili ya kulizisha wanaume. Pamoja na onyo kutoka kwa Leah kuhusu madhara yanayoweza kutokea, Megan anaamua kuchukua roboti hiyo kama njia pekee ya kuokoa ndoa yao. Baadaye, Megan anarudi nyumbani na kumkuta John bustanini. John anamwomba msaada. Megan anacheka na kusema kuwa hajui kulima. Wanaingia ndani. Megan anamuonyesha John roboti hiyo kama zawadi ya maadhimisho ya ndoa yao. John anapouliza matumizi yake, Megan anafafanua kuwa ni kwa ajili ya kukidhi haja zake za kimapenzi. John anapata hasira na kuliita wazo hilo ni la kipuuzi na la kumdhalilisha. Megan anajitetea akisema kuwa alihisi mkosaji kwa kumpuuza John walipokuwa kitandani na anadhani hili ni suluhisho sahihi kwenye ndoa yao. Wanaafikiana kuirejesha roboti hiyo kwa dada yake Leah kesho asubuhi. Hata hivyo, usiku huo, akiwa na shauku ya kujua zaidi, John anaamua kuijaribu roboti hiyo. Anapoigusa mkono wake, roboti inaamka na kueleza kuwa mguso wake ni wa kipekee na ameunganishwa na yeye kama mke wake. John anaposhika mkono wake kwa muda mrefu, anashangazwa na ngozi yake kama ya binadamu wa kweli. Roboti inaomba kushika mkono wake kwa muda mrefu zaidi ili kuelewa mahitaji yake. John anasikiliza kwa makini hadi roboti inapomwambia kuwa tayari ameunganishwa kwa kuitazama tu. Akiwa na mshangao, John anasema hakuna haja ya kujifunza zaidi kuhusu yeye kwani itarudishwa kesho asubuhi. Kabla ya kurejeshwa, roboti inaomba kupewa jina. Kwa utani, John analipa jina Eva, akirejelea mwanamke wa kwanza aliyemshawishi Adamu kuingia kwenye majaribu. Wakati huo, madereva kutoka Humanities wanawasili kumchukua roboti huyo. Scene inabadilika, inatupeleka mahakamani ambapo Megan yuko kizimbani. Wakili wake anamtetea akisema kuwa alikuwa mwanamke mwenye kazi nyingi aliyekuwa akitaka kuifanya ndoa yake kuwa bora, kwa ndiyo maana akamleta Eva kwa John. Scene inabadilika tena na kuturudisha nyuma ambapo Megan anarudi nyumbani, anashangazwa kuikuta roboti bado ipo licha ya makubaliano yao ya kuirejesha. Anapomuuliza John, anakiri kuwa amebadilisha mawazo. Na hapo ndipo Megan anatambua kuwa John na roboti tayari wameanzisha uhusiano. Anapouliza kuhusu roboti, John anamjibu kwa utulivu kuwa ni mzuri, lakini tofauti na yeye. Hata anamuomba radhi kwa kumbishia maamuzi yake juu ya kumleta roboti na kumhakikishia Megan kuwa hatamsumbua tena usiku kwa sababu Eva anamtosha. Megan anaonekana kuwa na wivu kidogo na kutoridhika. Hisia hizi zinamfanya awe na hasira kazini siku inayofuata ambapo anawafokea wenzake. Siku inayofuata akiwa nyumbani, Megan anasikia muziki wa piano na kushuka chini kuchunguza. Anamkuta mumwik. John anajitetea kwa kusema Eva alimwomba ampige piano kwa sababu hakuwahi kusikia piano halisi hapo awali. Eva anamkaribisha Megan kwa heshima, akieleza kuwa John anamuongelea mara kwa mara. Megan anazidi kuwa na wivu na kuhisi roboti anaweza kuchukua nafasi yake kwa John. Ghafla anapendekeza yeye na John waende chumbani kujadili.
Mwanzoni, Megan anahisi furaha, akiamini kuwa roboti inatimiza kusudi lake alilolipanga. Japo uhusiano wa John na Eva unamshtua siku hadi siku, kwani sio matarajio yake. Tunarudi mahakamani. Dada yake Megan, Leah, anaitwa kutoa ushahidi. Anapoulizwa kwa nini alifutwa kazi Humanix, anaeleza kuwa ni kwa sababu alimpa mdogo yake roboti hiyo bila kufuata utaratibu sahihi wa kiofisi. Anaongeza kuwa Megan alimwomba msaada ili kuokoa ndoa yake, na ndiyo maana alimtumia roboti huyo kukidhi mahitaji ya John. Tunarudi nyumbani. Siku moja baada ya Megan kufanya mazoezi ya kukimbia, anarudi nyumbani na anamwona John na Eva kwenye bustani wakijadili kuhusu uhusiano wao, jambo linalomkasirisha sana Megan. Baadaye, John anapopanda ghorofani kuoga, anamkuta Megan na kwa utulivu anamwambia aliona akiwatazama lakini hawakuacha walichokuwa wanakifanya, jambo linalomfanya Megan kukasirika zaidi. Anamuuliza kwa nini hasisubiri hadi aende kazini ndiyo akutane na roboti huyo. Wakati wakibishana, John anajitetea akisema Megan haipaswi kumfanya ahisi kama anafanya usaliti. Megan anamwalika John kwenye chakula cha jioni, akimweleza kuwa yuko karibu kufunga mkataba mkubwa zaidi kwenye kazi yake. John, ingawa hana furaha, anakubali kuhudhuria. Akiwa anaondoka, Megan anakutana na Eva jikoni, akivunja glasi za vinywaji kutoka kwenye makabati. Licha ya juhudi za Megan kumzuia, roboti huyo kugonga wamba, lakini anatulia tu pale anapomwona John. Baadaye, John anapojitayarisha kwa ajili ya chakula cha jioni, anasikia muziki wa piano. Anapochunguza, anamkuta Eva amevalia kwa ustadi, akipiga piano kwa umaridadi wa hali ya juu. Wakati huo, kwenye kampuni ya Cascadia, Megan yuko tayari kufunga mkataba na msanii mkubwa. Mwenzake anamuuliza kwa nini John hayupo kwenye tukio muhimu kama hilo, lakini Megan anajibu kwa kujiamini kuwa huenda amekwama kwenye foleni na atawasili muda si mrefu. Wakati huo huo, nyumbani, John na Eva wanazama kwenye muziki wa piano. Megan anaporejea nyumbani, anawakuta pamoja na anatambua kuwa John aliacha kuhudhuria chakula cha jioni ili kuwa na Eva. Akiwa na hasira, anamfokea John kwa kukosa kuhudhuria, akimkumbusha kuhusu mipango waliozungumza asubuhi. John anaomba msamaha, lakini ni wazi kuwa mawazo yake yako kwa Eva. Mabishano yanaanza. Megan anamkabili John na kumlaumu kuhusu uhusiano wake na roboti huyo. Megan anaumia kuona kuwa John anapendelea kutumia muda na Eva badala ya kutoka naye kama mume na mke. Anamwambia John, unathubutu hata kushiriki kupiga piano na Eva, jambo ambalo hajafanya na Megan kwa muda mrefu. Megan anamuuliza moja kwa moja kama anataka talaka. John anakiri kuwa anahitaji muda wa kufikiria. Megan akiwa na majonzi anamfuata dada yake Leah akitaka roboti hiyo ichukuliwe. Anailaumu roboti kwa kuharibu ndoa yake. Hata hivyo, Leah anapinga akisema kuwa tatizo si roboti bali ni Megan mwenyewe. Anamwambia Megan kuwa njia pekee ya kuokoa ndoa yake ni kuacha kuwa mbinafsi na kumpa John anachotaka kama mume. Hatimaye, Megan anatumia mayai yake ya zamani yaliyohifadhiwa kupitia Eve na kupata ujauzito wa mapacha. Anapanga kumshangaza John na habari hizo, akiwa na uhakika kuwa zitasuluhisha matatizo yao. Megan anaporejea nyumbani hatimaye kumweleza John kuhusu ujauzito wake, anaeleza kuwa muda waliotumia naye umeleta manufaa. Anamwambia John kuwa kuwepo kwa roboti katika maisha yao kulimfanya atambue alichotaka kweli na kumtia moyo kufanya mabadiliko haya. Hata hivyo, John anaonekana kuwa na mshtuko badala ya furaha. Kisha anampa Megan habari za kusikitisha. Hawezi kuendelea kuwa naye hata kwa ajili ya watoto wao ambao hafahamu Megan kawapataje. Hivyo kwa muda uliobaki wa maisha yake anataka kuwa na Eva basi na si vinginevyo. Megan anapata mshtuko mkali anapogundua kuwa mume wake anamwacha kwa ajili ya roboti. Akiwa amevunjika moyo na kuhisi kusalitiwa, hasa baada ya kufanya kile ambacho John alitaka kwa kupata ujauzito, anashikwa na hasira kali na kumpiga John na chupa. John anaanguka chini akivuja damu nyingi. Megan akiwa na hofu anampigia simu Leah ambaye anashangaa na kilichotokea. John akiwa amekufa, Megan anahofia kufungwa jela na nini kitatokea kwa watoto wake. Akiwa hana namna, anatambua kuwa njia pekee ya kuepuka lawama ni kuondoa ushahidi pekee wa uhalifu kwa Eva ambaye anatunza kumbukumbu kwa kila anachokiona kwa sababu yeye ni roboti. Tunarudi kwenye kesi mahakamani. Megan anadai kuwa Eva alikuwa akipoteza kumbukumbu tangu alipoletwa nyumbani kwao. Anadai kuwa hitilafu hiyo ilimfanya Eva kumshambulia John alipotaka kukidhi haja zake. Ili kusaidia kesi ya Megan, Leah anatoa ushahidi kwa kuonyesha video ya mwisho ya tukio zima la kuuawa kwa John, japo kuwa video hiyo ilikuwa imeeditiwa ili kuonekana kwamba roboti alimshambulia John.
Mahakama inakubaliana na maelezo ya Megan na kulilaumu shirika kwa kutengeneza roboti yenye hitilafu na kusababisha uhalifu. Asante kwa kutufuatilia mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe lakini pia kutoa maoni juu ya video zetu. Kwaheri mpaka wakati mwingine.